Ninakusalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mfuatiliaji wetu, nikukaribishe sasa katika mwendelezo wa kujifunza lesoni yetu ya Biblia Andikoni, na leo ikiwa ni juma la kwanza katika robo ya 3, na tunacho kichwa cha somo kisemacho ukuaji, baraka au laana. Na katika juma hili tutakuwa na sura elekezi ya kitabu cha Kutoka sura ya 1. Hapa ndipo tutapata wazo na mada na kanuni za kujifunza kwa juma hili. Basi kabla tujaendelea, tupate ombi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Muumbaji mpendwa, tunakushukuru kwa sababu ya wema na rehema zako kwetu. Umekubali tuwepo tena siku ya leo, nasi tunajinyenyekeza miguuni pako katika kujifunza na kutafakari somo la siku hii ya leo. Kubali kutufundisha na kubali kutuelekeza sasa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu, amina. Kubarikiwa kupitia laana. Je, umewahi kuona kitu kikilipuka katika ukuzi ili hali zibadilike sana hadi kufikia hatua ambayo ulifikiri kwamba yote yatabatilika? Hilo lilikuwaje? Hivyo ndivyo Israeli walihisi pale hadithi ya kitabu cha Kutoka ilipofunuliwa. Katika sura za mwisho za Mwanzo, Mungu alimwambia Yakobo asiogope kuondoka katika nchi ya ahadi na kuhamia Misri pamoja na familia yake yote. Mungu aliahidi kuifanya familia yake kuwa taifa kubwa huko. Hili lazima lilikuwa ugumu kwa Yakobo kukubali kwa sababu ya hadithi ya familia Isaka baba yake alipokuwa akingojea mke. Babu Abraham alikuwa amemkataza waziwazi mtumishi wake Eliezeri asimchukue Isaka kutoka nchi ya Kanaani ili amtafutie mke. Nchi ya ahadi ilikuwa muhimu zaidi kwa Abraham kuliko watoto ambao mke angeweza kuleta. Thamani hii ilirithishwa waziwazi, kwani hata baada ya Yakobo kuhama kutoka Kanaani hadi Misri na kuishi huko kwa miaka 17, alipokuwa karibu kufa alimwapisha mwanao Yusufu ili kuuzika mwili wake huko Kanaani. Ndiyo, Waisraeli walikuwa wamehamia Misri na walikuwa wameongezeka. Katika lugha inayokumbusha sana amri ya awali iliyotolewa na Mungu kwa Adamu na Hawa, wana wa Israeli walikuwa wameongezeka na kujaza nchi. Hata hivyo, hiyo ilikuwa zamani. Mambo yalikuwa badili mwelekeo tofauti sana. Ingawa idadi yao ilikuwa imeongezeka, au labda kwa sababu idadi yao ilikuwa imeongezeka, walikandamizwa na kuteswa. Mungu alikuwa ameahidi kwamba wangekuwa taifa kubwa, lakini sasa walikuwa katika hatari ya kuangamizwa kabisa. Mambo ya kufanya. Andika kitabu cha Kutoka sura ya 1 fungu la 7 hadi la 14 kutoka katika tafsiri ya chaguo lako. Unaweza pia kuandika kifungu hiki upya kwa maneno yako mwenyewe au muhtasari, au chora ramani ya mawazo ya sura hiyo. Bwana kubariki na uwe na wakati mwema.